Hello guys, Ezekiel hii na tuko ndani ya Faye Official TV. Guys, kama uja subscribe, make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini, ndio tukiweza kuweka habari zote zinakufikia. So guys, kuna hii story ya madam fulani pale kwa Pastor Ezekiel and ina trend sana. Yaani Pastor Ezekiel inaonekana amekasirika sana na huyu mwanadada. Huyu mwanadada anadai kwamba ametumwa na Mungu akuje kwa kanisa ya Pastor Ezekiel kuombewa. Acha niwaekee hii video kiasi msikize. Mungu alinituma kwako. Huyo Mungu si akusaidie huko. Wajua mnachanganyikiwa amad alafu mnanileteanga maono. Inaniudhi. Hapana pastor. Si angekusaidia huko. Wajua mna confuse watu, Mungu amenituma. Hapana pastor. Hapana. Sasa mimi na wewe nani analea mwingine? Pastor, mimi ndio umeishi kunilea na mimi nimekuwa huko nje. Sasa kama mimi nakulea na unakuja kunifundisha? No, sikufundishe pastor. Ikiwa huyo Mungu anakutuma, si angekusaidia na hiyo kanisa huko sehemu za Narok? Pastor, kanisa wakati nilifika kule ikasemekana ule mchungaji mwingine ndiye alileta wakati ulikuwa kwa maombi ya 40 days. Hata iwe ya 60 na kuuliza huyu Mungu ambaye amekutuma nenda kwa Ezekiel, si angekusaidia huko? Angekupa mwongozo. Kama Ezekiel ajui, hawezi kumuongelesha Ezekiel, lazima akutume kwake. Hiyo ndio maana nasema huwa mnakujanga hapa na maono, Mungu amenituma nikuambie. These maonos siku moja nitayageuza. Pastor, listen to me. Sababu you know very well nilikataa hizi maono mnaleteanga. Ninajua pastor. Unajua? Yes. Then hii sasa imetoka wapi? Sasa ndio mimi nakwambia pastor. Nilipokuja nilitoka Narok nikatumwa upande wa Nakuru. Nani alikutuma? Mimi niliambiwa niende huduma Nakuru, lakini sijafungua kanisa. Nani alikutuma? After nilipigia Pastor Millicent. Nani alikutuma? Nilitumwa tu kihuduma. Nani alikutuma? Kiswahili hiyo. Who sent you? English. I was told to go there. Who? With God. Now, if it is God who sent you and you claim to be my spiritual daughter, I can... So guys, nafikiri umesikiza ile video, umeiangalia hiyo video. Ukiangalia vizuri, Pastor Ezekiel akona mambo mengi sana alikuwa anamaanisha kuhusu ile video. Kwa nini? Mwanadada anaambiwa yeye alionyeshwa na Mungu kwamba aende kwa Pastor Ezekiel aombewe ndio pia maisha yake iweze kubadilika. Lakini ukiangalia ile video, Pastor Ezekiel anaonekana kwamba akikasirika na yule mwanadada kusema kwamba ametumwa na Mungu. So ndio najiuliza, kwani kuenda kwa kanisa kuna shida gani? Hakuna shida mimi kwa maoni yangu, lakini ukiangalia ile video Pastor Ezekiel amekasirika sana. Anamwambia sijui mnaenda huko nje mnasema umetumwa na Mungu. Kwani guys, kwani Pastor Ezekiel okay, si unajua mwanadamu hafai kuhukumu, lakini Pastor Ezekiel kwa nini anaongelesha huyu mwanadada vibaya? Mwanamke yeye amekuja ametoka Nakuru vizuri, akakuja kwa ile kanisa, anataka maombi pia asaidike kwa maisha yake, lakini akifika pale Pastor anaanza kumwongelesha vibaya, akimwambia sijui mnatuma, mnakuja kwa kanisa mnasema mmetumwa. Na pia unajua Mungu anaweza pitia mahali popote. Mungu anaweza kujaribu na mahali popote. Acha niwape story. Kuna time miaka ya nyuma hapo kidogo. So huyu mwanaume alikuwa mzee na alikuwa anaishi pale Ushago na alikuwa na pesa mingi sana. So siku moja mtu mwenda wazimu, kumbe ametumwa na Mungu, akaambiwa na God, enda uombe chakula uone kama yule tajiri atakusaidia. So ukiangalia yule tajiri alikuja akaongelesha yule jamaa vibaya kwa sababu ni mwenda wazimu. Alimfukuza, na kumfukuza hapo ndio alifukuza baraka zake. Yaani yule mwenda wazimu alikuwa ametumwa na Mungu. So hii video
iko na meaning mingi sana. Yaani Pastor Ezekiel inaonekana kwamba anafukuza mshirika, na mshirika yeye alionyeshwa na Mungu shida zake zote akipeleka pale kwa Pastor Ezekiel, mambo inakuwa fresh tena zaidi. So Pastor Ezekiel kulingana na ile video amekosea sana kuongelesha mshirika vibaya. Yaani hadi ukiangalia pale kwa comment section watu wanalalamika sana, wanamwambia huwezi jua ya Mungu. Unajua Mungu anaweza pitia kwa njia zote, anaweza kuwa ametumwa na Mungu akuje asaidike pale kwa ile kanisa, lakini akifika pale Pastor Ezekiel akamwongelesha vibaya. So ndio niliwaambia siku zote ukienda kwa kanisa chunguza kwanza, fanya uchunguzi wako. Si eti tunapiga Pastor Ezekiel, lakini saa zingine watu wanafaa kufikiria, manake yule mwanadada anaonekana akisema alitumwa na Mungu aweze kwenda kwa Pastor Ezekiel asaidike, lakini wakati amefika pale Pastor Ezekiel anamdharau. Yaani madharau, hii kitu imeuma sana, imeuma watu wengi sana. Pastor Ezekiel kudharau mshirika, manake ako na shida. Unajua mambo mingi imefanyika pale. Unasikianga kwamba ukiwa na shida kwa hizi makanisa kubwa huwezi saidika. Ukienda pale ukiwa na shida zako unaambiwa leta 10,000, leta 30,000. Sana sana kuna mwanaume fulani alikuwa na shida zake pale, alikuwa anahitaji usaidizi na akaenda kwa Pastor Ezekiel akahitaji usaidizi. Najua wengi mtanitandika huku kwa mtandao, lakini mimi nawaambia tu kweli. Huyu mwanaume aliitishwa 30,000 na ilibidi, manake alikuwa anataka kusaidika, ilibidi atoe ile 30,000. Na mwingine pia akaenda akaitishwa ile 30,000 akaikosa pesa. So huyo mwanadada manake alikosa 30,000, ilibidi tu akae na shida zake. Mimi mwenyewe nikaenda kanisa fulani nikakufanya uchunguzi. Kwa ile kanisa nilienda kufanya uchunguzi, nikajifanya nataka kusaidiwa, lakini guys acheni niwaambie tu kweli. Nilienda pale nikaambiwa kuona pastor una book appointment na dhao ngapi? Dhao mbili. Alafu pia ukienda pale lazima ukue umebeba, mfuko imejaa. Manake akikuambia mashida zako, akikuombea, lazima kuna pesa fulani atakuitisha. Yaani makanisa ya siku hizi imekuwa biashara. Ndio maana siku hizi unaona hata single room mtu anaenda anachukua, anakodisha single room, anaifanya inakuwa kanisa. Yaani makanisa ya siku hizi ni biashara. Ndio maana unaona hata wengine wakikaribisha malaya kanisani. Yaani mtu anaenda kufanya vitu zake pale, kujiuza. Mtu anajiuza, akitrend, hiyo kitu ikijulikana kwa mtandao kwamba huyu msichana anajiuzanga, unamkaribisha kanisani, sijui unamdanganya eti yeye ni pastor, lakini hujamuombea. Yule mwanadada hujamuombea, dhambi zake zikatoka, yeye mwenyewe pia hajaamua kuokoka. Unajua nowadays watu wanachezea Mungu sana guys. Yaani watu wanachezea Mungu sana. Watu wana vitu zenye wanafanya, ndio maana hata saa zingine mnaona maisha inakuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kutii, watu hawafuati Biblia. Saa zingine mimi naonanga ni vizuri kukuwa Muislamu, kukuwa Muslim. Waislamu wanafuatanga sana Qur'an, wanafuatanga sana na wanaheshimu Mungu wao, lakini sisi Wakristo pale tunachezea Mungu. Yaani mtu anaenda anajiuza, sijui anajiweka mkono yote nini, yaani uchafu zote. Yaani akikuja pale kwa kanisa hujamuombea, ushamfanya akue pastor. Yaani kuna video nyingine ya Pastor Kanyari nilikuwa naangalia, natazama pale akisema wakati Marion alitrend
na alikuwa anatumia hizo video, anaziwatch rudia, akiwatch rudia, akipanua miguu, anajiingiza mavidole, anajiingiza maneni, yani akifanya uchafu yote. Kwa nini? Kwa sababu Pastor Kanyari, guys, yani ukichunguza Pastor Kanyari ni biashara. Ndio maana mimi nawaambianga tu kweli, makanisa za siku hizi mengi ni biashara. Kupata pastor mzuri ni mmoja. So guys, mimi nataka tu kuambia, kabla uende kanisa, fanya uchunguzi wako. Unaenda kanisa gani? Manake makanisa za siku hizi mingi zimekuwa business. Yaani hii kitu imeuma watu wengi sana. Mwanamke ameenda kwa kanisa ya Pastor Ezekiel na akasema kwamba ametumwa na Mungu akuja alete mashida zake pale ndio asaidike. Lakini Pastor Ezekiel inaonekana akimdharau yule mwanadada. Anamdharau sana. Yaani hata kabla haongee ashamrushia maneno. Guys, hiyo ni vibaya. Saa zingine tufikirie, ukienda kwa kanisa, fikiria sana. So guys, make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini. Nimesema acha nizungumzie hii story, manake imetrend sana na imeleta shida mingi sana. Yaani hadi watu wakanitag pale wakaniambia Fei tufafanulie hii. Manake mimi lazima niwaambie tu kweli. Hiyo story yote nawaletea tu hapa. Tukaona ni vizuri tuifanye, lakini Pastor Ezekiel hajafanya vizuri. Kama mshirika amekuja kwa kanisa yako, wewe muombe. Kama hajaokoka muulize kama ako ready kuokoka, na kama yuko ready kuokoka, muombe aokoke na umuombe pia maisha yake ibadilike. Maana wachungaji waliletwa na Mungu watufunze. Maana unajua sisi wote hatuwezi kuwa wachungaji. Sisi wote hatuwezi kuwa pastor. Lazima mimi Fei niko na mashida zangu, lazima kuna kazi ambayo ninaweza fanya, siwezi kuwa pastor. Lazima niko na mambo kadhaa sifuatangi Bible, lakini nikienda kwa mchungaji ananifunza. Mchungaji ni wa kufunza, si wa kudharau mtu. Hiyo andika hapo chini. Mchungaji ni wa nini? Ni wa kutufunza neno la Mungu na vile tutaishi. Lakini madharau, ukiona mchungaji anakudharau jameni, hata wewe jiulize maswali. So guys, make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini. Bye guys. Tupatane tena kwa next video.